Wapenzi habari, mambo vipi? Karibu katika chaneli yako ya tiba, na leo nitazungumzia mambo ambayo ukifanya kabla ya kulala afya yako itaanza kubadilika taratibu na utajisikia mwepesi kabisa. Kwamba huwa unahisi mwili wako unachoka sana lakini pia hauko vizuri. Jaribu kufanya hivi alafu utakuja kunipa mrejesho, kwa sababu naamini utakuwa na afya nzuri na mwili wako utakaa vizuri sana. Na kwa sababu hii kuna watu wengi sana hawajui kwamba dakika chache kabla ya kulala zinaweza kubadilisha ule mwili wako ama afya yako kabisa. Kwa hiyo, na ni kweli kwamba usiku tunapolala kuna vitu ambavyo vinabadilika katika mwili, hasa tumbo, lakini pia ngozi na hata ile nguvu ile ya mwili wako. Kwa hiyo kama utakosea namna gani ya kulala usiku, au ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya usiku kabla hujalala, jua kabisa unakosea afya yako. Kwa hiyo hapa nitakuelekeza moja kwa moja jinsi gani ambavyo unatakiwa kuishi usiku, hasa ule muda wa kulala, ili mwili wako ukae vizuri kabisa. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kabla hujaenda kulala, haijalishi wewe ni muda gani ambao unalala, ingawa kulala natakiwa ulale mapema, lakini kuna wale watu ambao unakuta wana shughuli zao, wana mambo yao, lakini sasa ule muda wa kulala kuna vitu ambavyo unatakiwa ufanye ndio ulale. Haijalishi kwamba umelala saa ngapi, ingawa kulala mapema ndio nzuri zaidi. Sasa jambo la kwanza bila kupoteza muda ni kabla haujaenda kulala, baada ya kula chakula, hakikisha umepata muda kidogo wa kupumzika. Yani utembee pale ndani kwako, si kwamba umeshamaliza kula alafu ukakaa tu sehemu moja. Kama umemaliza kula chakula cha usiku, jaribu kutembea ile eneo ambalo uko nyumbani kwako, ama kufanya kitu tu kadha pale. Hii itakusaidia wewe kabla hujaenda kulala chakula kitakuwa tayari kimesha shuka katika tumbo, ama kimesha kuwa na hali nzuri. Lakini ile unaenda kulala moja kwa moja umemaliza kula, chakula kitakuwa hakina mmeng'enyo mzuri, lakini pia kesho asubuhi kuna uwezekano ukaamka tumbo lina asidi nyingi, tumbo lina koroma, lakini pia unajisikia vibaya, mwili unasikia kama umepigwa, yani unasikia uchovu. Na hii inawapata watu wengi sana, ambapo mara nyingi asubuhi mtu anakuambia nimeamka nasikia mwili umechoka, nasikia kupigwa. Kwa hiyo mara nyingi watu wanatumia zile painkiller. Kwa hiyo hali ya kwanza kabisa ya kuepuka kabla ya kwenda kulala ni kula alafu kalale. Kwa hiyo kama una tabia hii, hebu iepuke haraka. Hakikisha unapokula, unakula kwanza, unapata muda wa kutembea ama kufanya mambo kadha mawili matatu, alafu ili ukalale chakula tayari kimeshakuwa hali nzuri katika tumbo lako. Lakini jambo lingine, kabla hujaenda kulala, hakikisha mwili wako unapata maji. Yani kwa wale ambao wanasema kwamba mimi naoga kwanza, alafu anawahi kuoga mapema, kisha anaenda kulala baadaye. Yani umeoga sasa hivi, umeenda kulala baada ya masaa 4 mbele. Kusema ukweli, mwili tayari unakuwa katika hali ya bado umeshaoga, umekaa muda mrefu sana. Kwa hiyo hata unapoenda kulala, kwa wale ambao hawapati usingizi wao unakuwa pia ni mgumu sana. Unapojimwagia maji, ukaoga vizuri, alafu ukachukua dakika kadhaa tu kwenda kulala kitandani, huwa unapata usingizi mzuri, na pia usingizi wako unakuwa umekuja kwa haraka sana. Kwa hiyo hii ni nzuri pia ukafanya kabla ya kwenda kulala. Yani kabla ya kupata usingizi wako, ukawa umefanyaje? Ukawa umeoga kisha ukaenda kulala kwa muda huo ambao umekusha oga mwili wako. Lakini kitu kingine ambacho kikifanya utapata mwili wako kuwa vizuri na afya yako itaanza kubadilika vizuri, ni baada ya wewe kutaka kulala kisha ukanywa maji ya vuguvugu. Yani pale kula chakula chako, tembea kidogo, ushaoga, sasa unataka kulala, unakunywa maji ya vuguvugu. Na haya maji sasa utatia tone 1, 2 au 3 za asali, ama pia kijiko kidogo tu kile cha asali, alafu ukanywa kwenye glasi yako,
ya maji, lakini maji yao yasiwe ya baridi sana. Maji yawe kama yana vuguvugu au maji ambayo hayana ubaridi sana. Si maji ambayo yametoka kwenye friji. No. Kwa hiyo yale maji ukisha kunywa yatakusaidia wewe kufanya chakula chako ulichokula tena ndio kikawa na mmeng'enyo mzuri kabisa. Lakini pia hapa ningetoa ziada kwamba kama utapata ya vuguvugu itakuwa ndo best zaidi. Utakusaidia wewe kusafisha mwili, lakini pia itapunguza asidi na pia utaongeza kinga katika mwili wako. Kwa hiyo kama utafanya pia hivi, utaona hali hiyo imekaa vizuri. Kingine pia, unapotaka kulala yafaa uache kutumia simu ama kukaa karibu na simu ama kutazama vitu vyenye mwanga mkali. Kwa hiyo kama unataka kupumzika sasa, umeshaoga vizuri, ulikula chakula chako vizuri, tembea, ulikunywa maji ya vuguvugu, lakini sasa unataka kupumzika. Sasa baada ya yote yale, na kushauri unapotaka sasa kuweka akili yako sawa katika mapumziko, pia uwe mbali na simu kwa wakati huo. Kwa hiyo kama utafanya hivyo, utaona mwili wako unaanza kuwa na utulivu. Kama utafanya hivi ama nenda kafanye hivi ninavyokuelekeza kwa muda wa siku 3 mpaka 4 na kuendelea, alafu utaona kuna utofauti mkubwa sana ambao umejitokeza kwenye mwili wako baada ya kufanya haya, kunywa maji ya vuguvugu, lakini pia kutokula na kwenda kulala, lakini pia nimezungumzia pale kupata muda wa utulivu. Hivyo utaona ukienda kulala basi unalala usingizi mzuri sana, kwa ambaye pia unapata usingizi wa shida, lakini ukiamka asubuhi kwa siku hiyo utaamka tofauti na siku zote. Siku zote ambazo uliwahi kulala basi utaamka siku hiyo kwa utofauti. Na pia ikiwa utafanya hivi kama tabia yako, utaanza kuona mabadiliko. Utaanza kuona mabadiliko katika mwili wako, afya yako, lakini pia hata akili yako, na pia kama ulikuwa na mawazo sana nini utaviona vinaondoka. Na mwisho pia tumbo lako litaanza kuwa na mmeng'enyo mzuri, na hata kama ulikuwa na tatizo la asidi, tumbo kujajaa, pia nayo itaondoka. Na hasa wale ambao wana tabia ya kuamka wana maumivu kila mahali, wamechoka, hawaelewi, hebu jaribu kutumia njia hii, utaona mabadiliko fulani katika mwili wako, utakaa vizuri na utakaa poa. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa na umependezwa na somo langu. Usiache kucomment, kulike, na mwisho kabisa nikukumbushe kushare ili na wengine nao wajifunze. Pia nikukaribishe katika somo langu lingine lijalo ili uendelee kujifunza zaidi.